Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tupo katika mji wa Maka mtakatifu alhamdulillah, na leo tupo katika viwanja vitakatifu. Hapa tulipo ni kiwanja kinaitwa Shiibi Abi Talib. Shiibi Abi Talib maana yake ni bonde la mzee Abu Talib. Abu Talib ni nani? Abu Talib ni baba yake mkubwa na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini katika bonde hili kuna makaburi hapa, makaburi ambayo ni ya familia bwana Mtume Muhammad. Wamelala hapa watu wengi watakatifu, akiwemo mzee mwenyewe, mzee Abdul Muttalib, babu yake bwana Mtume Muhammad, kaburi lake liko hapa. Lakini mwanaye mzee Abu Talib kaburi lake liko hapa. Lakini vile vile mkewe Bi Khadijatul Kubra, mwanamke aliyejitolea pesa zake katika Uislamu, akajitoa sana, kaburi lake liko hapa Bibi Khadija. Lakini si Bibi Khadija tu, watoto wa bwana Mtume Muhammad, Qasim ibn Muhammad yuko hapa, mtoto alofariki bado mdogo. Lakini vile vile Abdallah na yeye yuko hapa, mtoto alifariki bado mdogo. Hawa wote ni watoto wa nani? Wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini si tu familia hiyo, hata familia ya pembeni pembeni na matawi, mtoto wa shangazi yake na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye tuseme mjukuu wake yuko hapa, ambaye ni Abdullah bin Zubair yuko hapa, yeye na mama yake ambaye ni Asma binti Abi Bakari ni Siddiq yuko hapa, ambaye alikuwa mumewe ambaye ni Zubair bin al-Awwam. Kwa hivyo hapa kuna watu wengi ambao ni familia. Shiibi Abi Talib, historia yake ukisikia, maswahaba waliwahi kula nyasi, maswahaba waliwahi kula ngozi za viatu, ndio katika eneo hili. Ilikuwaje hapa Maka? Maswahaba baada ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa anafanya da'wa, Makuraishi wakamkataza, lakini kwa msaada wa Abu Talib bwana Mtume Muhammad hakuweza kukubali jambo hilo. Mwisho wa siku wakaona kwamba wawatenge, kwa hivyo wakaandika mkataba Makuraishi na kuuning'iniza katika Al-Kaaba kwamba hawatowauzia chakula, hawatooa kwao, wala hawatowapa msaada wowote. Kwa hivyo wakaondoka kule mjini na kuja huku ambayo zamani ilikuwa ni nje ya mji. Sasa hii ardhi ilikuwa ni ya Abu Talib, pamoja na kulikuwa kuna makaburi kadhaa tayari. Kwa hivyo wakaja huku na mzee Abu Talib akiwemo, lakini vile vile mama Khadija naye akiwemo. Walivyokaa katika eneo hili walikaa miaka mitatu kwa njaa kali, na ndio maana baada ya kutoka tu hapa mkataba ule, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamtuma mchwa akaenda akautafuna ule mkataba wote. Baada ya miaka mitatu ya mateso, unaambiwa maswahaba hapa walikuwa tende moja wanakula watu wawili, hapa tende moja watu wawili. Mzee Abu Talib alikuwa halali hapa, kila siku alikuwa anamhamisha bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoka kitanda hichi kwenda hichi, kutoka kilago hichi, kutoka godoro hili kwenda jingine, isije watu usiku wakaja wakamuua. Kwa hivyo akawa analaza watoto wake, akawa anamlaza Aqil, anamlaza Ali, lakini anamlaza Tahir katika zile sehemu ambazo inaonekana bwana Muhammad atalala hapa, ili bora auawe mtoto wake kina Jaafar Tayyar, bora auawe Jaafar kuliko kuuawa bwana Mtume Muhammad. Hayo yalitokea katika sehemu hii, lakini mtu wa Mwenyezi Mungu akamtuma akala ule mkataba, ikawa ndio mwisho wa mkataba na Waislamu kutengwa, hasa Bani Hashim walitengwa, wakawa wanakaa katika sehemu hii miaka mitatu ya shida, miaka mitatu ya njaa. Bibi Khadija ilimlazimu kutumia pesa yake yote aliyokuwa nayo kwa kununua chakula kwa bei ghali, kwa sababu watu wamekatazwa wasiwauzie. Kwa hiyo ili upate chakula lazima utoe pesa ya kutosha. Ikafika miaka mitatu, Bibi Khadija akafilisika, akawa hana kitu, na kutokana na njaa na mateso ya sehemu hii, waliporuhusiwa tu kutoka kurudi mjini, Bibi Khadija alifariki mwaka huo huo, mzee Abu Talib naye akafariki mwaka huo huo, na bwana Mtume mwaka huu akauita ni Amul Huzun, ni mwaka wa huzuni. Kwa nini mwaka wa huzuni? Amefiliwa na watu wawili wa muhimu. Sasa pia sisi Waislamu ni somo kwetu, ni funzo. Kumbe bwana Mtume Muhammad alihuzunika, alilia, na si siku moja, sio siku mbili, sio siku tatu. Wale wanaotukataza matanga, someni historia bwana Mtume Muhammad, ana mwaka mzima kalia, akauita ni nini? Ni Amu al-Huzun, ni mwaka wa huzuni. Kwa hivyo eneo hili ni Shiibi Abi Talib, wamezikwa watu wengi hapa watakatifu. Lakini pia eneo hili watu wengi huko nyuma walikuwa wakijua kwamba hapa ni sehemu ambayo ni janna, ni pepo, tena ni pepo ambayo ni mualla, pepo iliyokuwa juu. Hapa eneo hili maarufu kwamba ni pepo iliyokuwa juu. Na kwa nini ni pepo iliyokuwa juu? Ni kwa sababu wamezikwa watu watakatifu katika eneo hili. Usiambiwe kwamba mzee Abdul Muttalib, mzee Abu Talib walikufa makafiri. Hakuna ndugu zangu. Mbona bwana Mtume Muhammad alivyokufa Khadija kaja kamzika hapa hapa karibu na babu zake, karibu na baba yake mkubwa? Kwa nini walikufa wanaye kina Kasim kina nani kawaleta hapa hapa? Sasa huyu mtume ambaye anatuhusia katika hadithi zake takatifu, akituhusia kwamba atakapokufa mmoja wenu, bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema idha mata ahadukum, atakapokufa mmoja wenu, faajilu injaza wasiyatihi, fanyeni haraka kutekeleza usia wake.
wa amiqu lahu fi qabrihi, na mumchimbie kaburi refu. Mwisho anasema Bwana Mtume, wajannibuhu jarra saudi, msimzike karibu na mtu mbaya, karibu na mtu muovu. Akaulizwa na maswahaba, ya Rasulullah, hal yanfa jaru salih fil akhirah, kwani ukiwa una jirani mzuri huko akhera unapata manufaa yoyote? Akawauliza, wa hal yanfa fi dunya, kwani ukiwa duniani una jirani mzuri unapata faida? Wakamwambia bala. Akamwambia kadhalika, ndivyo. Akamwambia ndio hivyo hivyo. Sasa iweje mwenyewe leo watu makafiri aje awazike watoto wake hapa, mkewe aje amzike hapa na wengine? Kwa nini inawezekana hivyo? Lakini si hivyo tu, kuna Asma binti Abubakar amezikwa hapa. Kwa nini naye mwanawe alipouawa, Abdullah bin Zubayr alipouawa, maiti yake ikaning'inizwa siku 3 hapa, siku 3, na Hajjaj bin Yusuf Thaqafi alipomuua akaining'iniza maiti yake siku 3. Baadaye mama yake akaja kuitoa maiti ile akaizika. Kwa nini mtoto wa Saidina Abubakar amzike mwanawe hapa, Abdullah bin Zubayr, ambaye ndo anaonekana ndio swahaba wa kwanza kuzaliwa baina ya watoto ambao wa maswahaba walipohama kutoka Maka kwenda Madina. Maswahaba walipohama kutoka Maka kwenda Madina, mtoto wa kwanza kuzaliwa ni Abdullah bin Zubayr, amezikwa hapa, mtoto wa Asma binti Abubakar. Ilikuwaje mama yake akakubali kuja kumzika hapa huyo mtoto, ili hali kuna makafiri, kuna Abu Talib na kuna Abdul Muttalib? Na ujue huyu Abu Talib aliyozikwa hapa ndo aliyomuozesha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndoa yake yeye na nani? Na Bibi Khadija. Sasa inakuwaje kafiri tena anamuozesha Muislamu? Inakuwaje? Haiwezekaniki. Kwa hivyo Abu Talib alikuwa ni muuminu kama yule muuminu ali Firaun, yaktumu imana, alificha imani yake kwa ajili ya mambo yaweze kwenda sawa. Na ndio maana wale Makuraishi walikuwa wanamuogopa, walishindwa kumuua Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo eneo hili ni eneo takatifu, na tunawaita watu wote kwamba waweze kuja kuzuru hapa na kusoma dua. Na ndio maana watu watawala wa dola ya Ottoman Empire walikuja wakajenga eneo hili. Lilijengwa majengo makubwa sana kipindi cha miaka hiyo, lakini mwaka 1925 katika lile sekeseke la kuvunjwa makaburi yote katika miji mitakatifu hii ya Maka na Madina, katika tukio la kuvunjwa Jannatul Baqi, mwaka huo wale wakaja wakavunja makaburi haya. Lakini makaburi haya yalikuwa yamejengewa vizuri na yalikuwa yana sura nzuri, yanaonekana na watu walikuwa wanakuja kutawasali na hawa mawalii waliopo hapa. Lakini sisi vile vile pia hatutoacha kutawasali na kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hawa mawalii. Tujue Bibi Khadija ni moja katika wanawake bora 4 waliotimia. Bwana Mtume anasema, kamula minar rijali kathiru walam yakmul minan nisai illa 4. Wanaume wengi wametimia, maana ya kutimia hawafanyi madhambi, wengi sana, lakini wanawake ni 4 tu duniani, wanawake ambao hawafanyi madhambi. Mmoja ndio huyu Bibi Khadija, wa pili ni Asia binti Muzahim, mke wa Firaun, wa tatu ni Maryam binti Imran, mama yake Isa, lakini wa 4 ni nani? Ni Fatima Zahra salamullahi alaiha, mtoto wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa ndio ambao Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema ni wanawake ambao wameweza kutimia. Sasa mmoja katika wanawake hao ni huyu hapa, na tumesema amejitolea mali zake na kila alichonacho, na ndio maana alipotoka hapa tu, kwa ile pressure aliyokuwa nayo, kwa yale matatizo yaliyompata, hakuweza kustahimili mwanamke huyu, akaweza kufariki dunia. Sasa hii yote ndugu zangu Waislamu, tunaweza kuona namna gani watu walijitoa, na sisi tuchukue mfano mwema, tuchukue mfano mzuri wa hawa mawalii waliolala katika viwanja hivi, na sisi tuweze kuupigania huu Uislamu kwa damu zetu, kwa mali zetu na nafsi zetu, sisi na watoto wetu na ndugu zetu. Wa ila huna naktafi, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.